Mama Samia alipoingia madarakani na wewe ndo ukajisajili na kila kitu. So ni kuna tofauti kati ya miaka 4 na before ambavyo ulikuwa unafanya biashara. Okay. Miaka 4 ya mama 2021 tunazungumzia. Utofauti wake uko vipi Juma? Unajua siku hizi mambo yapo kidijitali. Yani unajua siku hizi uongo sijui kumdanganya mtu kama zamani ile sijui viongozi mtu analala akwambia wewe nimeota sijui nini. Lakini siku hizo vitu hamna. Kwa mama inaonekana vipi? Kuanzia mwaka 2021 uagizaji wa magari. Uagizaji na kupeleka tu kwenye magari. Uagizaji wa magari Tanzania tulikuwa tumeagiza magari yenye thamani ya bilioni 492 na something. Sijui unaelewa? Umeona bilioni 492. Lakini tunapozungumzia leo 2025 hii tupo mwezi wa ngapi? Oktoba. Mwezi wa 9, wa 9 wa 8. Sasa hivi tumefikia idadi ya trilioni 1.002. Yaani uagizaji umeongezeka kutoka 2021 mpaka 2025. Sasa hapo unaona mwenyewe hilo gepu. Na mtu mpaka agize gari, yani maana yake kipato, yani kula, malazi, mavazi, ina maana hivyo vitu kashavimudu. Kwa hiyo gari inakuwa ni extra. Kwa hiyo na maana ukiona mpaka mtu anaagiza gari maana yake kipato cha ziada kimeongezeka ndio kwa kila sasa Mtanzania. Unakuja kwa kila Mtanzania mmoja. Kwa hiyo maana yake kwa hesabu hiyo tunaona kabisa jinsi gani mama amebadilisha mfumo. Umeona sisi hapa tunawapa watu fact. Sio watu huko kwenye Instagram kwa robot. Si nanasi. Yaani nilikuwa nakuheshimu sana sasa. Kuna kitu kimoja nimekipata hapa kutokea kwa nanasi. Sema uagizaji wa magari umeongezeka. Kwa maana hiyo ni kama watu wamefanikiwa kwenye kazi zao. Sio maana nimekwambia Mbongo au Mtanzania anahitaji vitu hivi vitatu ama vinne. Cha kwanza chakula, malazi, mavazi. Hivyo vitu hivyo ndo lazima kwanza avipate. Kwa hiyo basic need. Akishavipata hivyo maana ukiona mtu ananunua gari maana yake vitu vyote kashavikava. Na ndio maana uongezaji wa magari umeongezeka kutoka bilioni 400 mpaka trilioni 1.002. Maana yake ujue ni hapo tunazungumzia kama ni asilimia. Ni asilimia 60. Kwa maana yake mama amenyanyua pato la kila Mtanzania mmoja. Mama amefanya kazi zifuatazo. Kwanza amenyanyua pato la Watanzania. Lakini pia amerahisisha kazi. Bandarini kule na the whole process. Lakini pia amewarahisishia watu wa mambo ya kodi na vitu vingine. Kwa hiyo ina maana vitu vinaweza kupatikana kiurahisi. Na kama katika miaka 4 amefanya hivi, kimpa mitano mingine. Ndio hapo sasa kama 4 Mungu alimjalia akakaa pale. Sasa mimi mwenyewe najiulizaga, je, tukimpa rizaa mama miaka 5 itakuwaje? Kwenye trillion. Kwenye zillion. Kwa hata wewe ndugu yangu unayetuangalia ina maana mama akipata hiyo miaka 5 hata wewe kama una gari itawezekana na sasa hivi inawezekana, ni rahisi. Ukija kwetu sisi na nasi una uwezo kulipa gari yako hata 1000 na hii kuhakikisha kwamba 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000. Sasa wewe Juma unaweza kuona 1000 ni ndogo. Hela haina formula Juma. Leo umepata 1000, kesho utapata 5000, kesho kuto utapata milioni. Maana yake ukishaanza kujiekezea kwetu sisi na nasi Juma unaona matumizi ya necessary. Sisi wa Tanzania wengi tuna pesa ila tujijui. Tuna matumizi mengi ambayo hayana ulazima tunayafanya bila kujua. Kama wewe unasema mtu anayecomment sijui uko Njombe akijipigia hesabu zile vocha anazozeka kuweka bando kutukana watu akija akajipigia hesabu ndani ya mwaka ana range. Lakini unaweza kukaa ukajilaumu, mama hajafanya nini? Ushaye kukaa chini, ushaye kujipa tayari sali moja kujitathmini ulipotoka na hapo ulipo. Kama hujajitathmini basi jipigie tu hesabu kila unachotumia kila siku. Wewe jipigie hesabu. Alafu baada ya mwaka ndio utajua je, pato lako wewe limeongezeka limepungua. Jamani, zimebaki siku 18. Kwa hizi namba ambazo tunazipata kutoka kwa nanasi inatuambia kabisa kwamba tarehe 29 Oktoba
mtu akupigia kura ni mtu mmoja. Mama Samia. Mama Samia. Yaani tusipindishe maneno, tusifanyie. Sasa ni lini ambayo tutamleta wife hapa? Mama naye kwa sababu mwisho wa siku umeamua kumwempower. Yes. Kwamba leo na kesho yule tunaweza kupata uwaziri, tunamwamini kabisa. Ananyanyua nanasi. Kwa sababu tunasema kwa nanasi atakifanya. Mama Samia alikuwa ni makamu wa rais Magufuli. Si ndio? Ndio. Na akaja baadaye yeye ndo akawa rais. Kwa hiyo pia the same kwa nanasi. Kabisa. Yeye ni rais lakini makamu wake ni wife. Kwa hiyo anytime inawezekana. Asio inawezekana ndio sasa hivi ndo mtendaji mkuu. Kweli? Wanasema wamemzidi huu. Tutafanya hiyo kwa nini? Hawawezi kumzidi Samia Suluhu. Wamesema hapo zidi hawawezi kumzidi Samia Suluhu. Kwa bwana, ndugu zangu mimi niwaambie tu vijana wenzangu, unajua Juma, ndio machafuko yakitokea. Machafuko yakitokea kwenye nchi. Kabisa. Maana kuna watu wengine wamekaa wanapotosha watu. Yaani badala mtu atumie mtandao, wewe Juma mimi unanijua since day one. Mimi nimepata hela kusema kweli kwenye mtandao. Kweli. Yaani tumejuana mtandaoni. Kwa hiyo mtandaoni mtu badala atumie vizuri, apate hela, yani ile kipindi cha kukaa kuhamasishana kumbavu haifai. Yaani ni bora huo muda wewe ukae ukakapalangane kama una ajira una kazi. Sasa hivi Juma mambo yamebadilika. Piga picha tu. Hii umeona hii maiki. Ukipiga zako picha pap nauza 40,000. Posti mtandaoni. Utapata watu. Yaani jishughulishe, yaani huo muda kwa sababu machafuko yakitokea tutapata tabu ni watoto, wa mama, watu wasiojiweza, wazee wale watu wasiojiweza. Na wewe Juma mtu mzima akitokea machafuko kweli sasa hivi uanze kutembea na godoro juu kichwani. Na tutakosa chakula. Maana wewe una uwezo kusema hata kama ukiwa na stock ndani, uwezo kukaa ndani machafuko yakitokea. Kwa hiyo mimi niwahusie vijana wenzangu na wahusia pamoja na kuhusia. Kwanza hii nawaambia kabisa na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu. Mumsikie. Tuache kufuata mkumbo. Tuache kusikiliza watu ambao hawana SLP. Unajua maana SLP? Hana makazi ya kudumu. Yaani mtu anaishi hapa transit tu yani. Muda wote nje. Wewe sisi hapa tuna SLP. Hapa ndo kwetu, hapa ndo nyumbani. Juma wewe una nyumbani kwingine zaidi ya hapa. Sasa hapa ukichafuka, wao wenzako wanakushauri, wenzako ni transit wako huko. Kwa hiyo mimi nawahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu, vijana wenzangu, tuache mambo ya kupata mkumbo. Tuache kupatisha mitandao. Tutumie mitandao kwenye good way tupate pesa. Yaani mimi nakwambia kijana ukipatisha mkumbe kitakalo kukuta wewe na Mungu wako. Kwa sababu finali uzeeni. Tarehe 29 tutoke twende tukapige kula. Tukitoka hapo turudi nyumbani tupumzike, tutakuwa mapumziko. Kesho yake posti vitu vako mtandaoni, uza biashara yako, endelea na kazi yako, matokeo yakitoka kama Mungu atamjalia atapita, basi tunampokea, tunaendelea na mapambano. Kwa hiyo tuachane na kupata mkumbo. Leo watatu wa chama. Hatuongei lolote, mgeni wetu amemaliza. Yaani nikwambie kitu wapi? Yaani ujue ndio maana mimi hapa ni hapa. Walikuwa kwanza wanasema sisi hao chama. Nini? Haya. Yaani mtu akikwambia wewe chawa, Juma, ndio mimi nakwambia mimi napenda sana kwenda kwa logic. Yaani kwenda kwa mifano. Au unasema yeye machawa, sijui wewe Juma chawa, sijui nani. Kiukweli tuwekeane, yaani tukiangalia vijana wengi au watu wengi unaowajua wewe. Wengi wamefanikiwa kwenye utawala wa mama. Wengi. Watu walikuwa wana majumba, hawana nini, lakini wamefanikiwa, wamepata majumba kwenye utawala wa mama. Kwa hiyo nyewe sisi watu wa Pwani tunakwambia dikupatile yako. Kwa hiyo mnalolitafuta msokuwa na misimamo, mmevadisha watu na nili mtalipata. Dikupatile yako.
Jamani, hii ni the countdown. Joe Mwasa Classic Funny Guy. Yes. Nikikwambia kwamba zimebaki siku 18 kuelekea uchaguzi tarehe 29 Oktoba. Kufanya maamuzi sahihi ya kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi ni Joe Mwasa Classic Funny Guy. Niko na mke wangu hapa. Mimi naitwa Kisha Close. Leo tulikuwa na Nanasi, ameongea vitu vizuri sana. Jamani, nadhani hatuna hata cha kuongeza. Cha kuongeza kipo. Mzima maji kidogo ili wasikie. Zima muziki wasikie. Kijana kwa sisi vijana, ukikosa hela utawala huu wa Mama Samia ulokuwepo na unaokuja wa 2025 mpaka na 30, kijana ukikosa hela wewe utapata hela mpaka unaenda kama basi tuishie hapo. Hiyo ni siri yetu. Manake mama amefungua kila sehemu. Mama amefungua. Kwa hiyo wewe ni kuposti, fanya biashara, jichetue, yani mtandao utumie kujichetua kupata mchuzi. Kabisa. Aisee, tuna zawadi yake. Kwa haya leo tupo leo. Tuna zawadi yake. Tuna zawadi. Ya Mheshimiwa Nanasi. Tuna zawadi yako kwa maneno uliotupa. Hii zawadi ya kwako hii. Ya kwako. Asanteni sana. Hii ni ya kwako. Okay. Unaona imeandikwa The Countdown Podcast. Au the sisi. Okay. Alafu hii tutampatia Mama Nanasi kama hivyo. Okay, mimi bwana mimi navaa hapa bwana. Unajua mimi mtu wa zamani nikinunua nguo pale panda kanivaa. Wewe kumbe mtu wa pwani. Sasa wewe mzalamu. Sisi watu wa pwani. Amependeza. Huyu ndo bwana Nanasi. Okay. Okay, asante sana. Inaitwa The Countdown Podcast. Yes. Bwana tumpigie tiki mama jamani, Oktoba Oktoba tuna tiki. Na ni Oktoba ni ipi? Sasa hii Oktoba ni hii. Mwezi huu tuna tiki. Tarehe 29. Yes. Tunaenda kutiki. Mama amedamshi. Amedamshi. Sana. Thank you. We were here. Yes. Bye bye. 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 Countdown.